What's up, good people? Welcome back to my YouTube channel. This is Isaac Insights. Thank you so much for your continuous support. Yes, and good people, I am in Juja, a beautiful place. This Juja is nice, but the problem of the place that we are currently working is black cotton soil. Black cotton soil is very stressful. Kumenyesha kidogo, ukiangalia huku maji imejaa ni kama ni swamp na ni Juja, mali jua inawaka mpaka watu wanatoroka. So good people, what is happening here is that we have started a process of plastering. A process of plastering is not just about plastering a lot. As you can see, our roof is done and the process is hectic. It is demanding in terms of material, in terms of labor. You know, sometimes we always tell people that building a house from foundation to wall plate, it costs this much, then roofing costs this much, and people maybe think that that is the end of construction. Ama mtu anafikiria nyumba yake imeisha. I saw someone else also saying that sometimes I always underquote. I agree with you. I always underquote, but I am also glad that as much as I always underquote, the fact is that nikikuambia hii nyumba imejengewa this number of stones, na hizo ndio Mawasilanda alifanya nini. So it's only you who can make judgment na useme maybe I have underquoted, but now sasa kama hiyo yenye nakuonyesha imefanywa na hiyo, kwa nini wewe unapingana? That aside, that's a story of another day. I'm just trying to inform people, like this house, I tell you the number of iron sheets that have been used. I will say that a total of, we first bought 150 pieces. The house was suing in terms of roofing now. We first bought 150 iron sheets, then we added 30, and that 30 was covering even the smaller house on the other side. That is that 4 pieces for 3 meters, and then 2 meters we bought a total of 54 pieces. If I tell you that and you feel I've underquoted, I also agree. Lakini hiyo ndio imetumika na nyumba ndio hii imeisha. I'm giving you a final product in terms of roofing. Then that is it. So our house is here, roof done. My team was here. They are already in Kamukuywa, also working on another project which I will be updating you very soon also on the progress. The house is amazing. We have our perimeter wall here. Nyumba ndio hii hapa, mambo kiona hapa iko sawa. Tumemaliza mambo ya roofing. Now on the process of plastering. I want to give you this video so that you also get a process of construction. Tushamaliza roofing. Tumejenga nyumba yetu imefika wall plate, tushamaliza roofing. What next? That is the question. I want to give you details. So stay tuned. If you have not subscribed, kindly do. My number is 0790932878. Hiyo ndio namba ya kunipata. We have a gate here. By the way, in construction, si lazima uweke gate. Ukiwa na nguvu ndio unaweka gate. Hiyo gate yetu ina canopy. Tutakuwa tunatoa mbao when the right time comes. So here is the house. Nyumba yetu ko hapa. Ukiangalia huku, hiyo nimeshaingia sasa ndani ya compound. The compound is big. We have also this one. Here we have this one, as you see. Hii ni ile ndogo. I have signed my fundis to ensure that they start with this one. Tunajenga ukuta ikitiliza pale kidogo. Mambo ndio hiyo hapo. So we are working on this already. You can see windows fitted already, plastering. Lakini sasa before tufanye plaster, tunajenga ile ukuta ifike huko juu ndio ikuwe sawa sawa. Plumbing also inside going on. As you can see, huyo ni fundi wa stima anajaribu tu kuweka zile mitaro zinahitajika. Huku wameshaweka socket ikuwe hapa. Mambo iko namna hiyo. And then windows, as you can see. The lighting of this house will be amazing. Iko sawa sawa because we used bigger windows. Milango iko hapa. This one we are still talking with the client because Jack didn't do doors here. So tunaangalia hiyo mambo pia. Pia huku ukiangalia we have a kitchen. It will be an open kitchen with a sink here. So plumbing itakuwa inafanyika hapa. Hawa ni wa stima wanafanya piping. Alafu hapo tutakuwa tunafanya plumbing. We have our frames here. Hizi ni frames zetu zinangoja nini. So we have
have a master bedroom here. This is our master. Again, the plumbing hapa inaendelea. Socket itawekwa hapo. Hawa ni mafundi kwanza huyu ndiye amesimamia mambo ya stima kwa hii side. Anafanya stima hapo. Wardrobe itakuwa inawekwa hapo. Mambo hapa inaendelea kutengenezwa namna hiyo. Let me give you the washroom. The washroom is here. Its window also fitted already. Iko hapo. Mambo iko sawa. Let me give you a tour of the other side. But now what are we learning from this is that after building your house to a habitable stage, kazi huwa inakuwa mingi. Nyumba yetu ndio hii hapa. Let me give you a tour. We have main door. Someone commented yesterday and said that considering the location of the that is the rear porch, hii ndio itakuwa inatumika kama main door. That will be client's choice, but our main door is here. You know, this is a plot, si shamba yenye client anaweza amua sasa mimi compound yangu itakuwa huko. Sawa. You have seen it from outside and you can make judgment for yourself. So what you are seeing here, hizi ni dirisha pia zimekuwa fitted. This is on the dobby. Dirisha ndio hiyo imeshaingia hapo on the dobby. And then remember, it's my welder who did this fabrication of these windows. Akamaliza vizuri, sasa anashughulikia za hizo sites zingine na mambo iko namna hiyo. So let's come in. Let me show people what we always do. You come in here. This is our veranda or front porch. You look up here. Now these are some of the things that eats money ukiwa unafanya mambo ya ujenzi, and people need to take note of this. Look at this space here. This after building now our veranda here or our front porch. You can see this space here. Hiyo space lazima ijengewe mawe. Hiyo mawe iende juu so that mtu asikue ati tumeweka dirisha strong, tumeweka mlango strong na mtu anaweza panda kwa hii dirisha aingie hapa aingie ndani ya nyumba. So lazima tupandishe, tuweke hiyo. Alafu hii hapo unaona mawe hapa tushajenga tayari. Kiangalia hapo juu. Alafu hapa hii space inakuwa. So hizo spaces lazima zitajengewa, tutazijengea mawe iende juu. And we call it infills. And those are little things on construction zenye huwa zinakula pesa, kwa sababu I know most of us who have not done construction hawajui hiyo part inakuja. And for your information, this part alone, hii yenye mnaona hapa hatuna hii nyumba around the house, the veranda and same case ile ya nyuma pia same case. Client atakuwa naombwa mawe yasiyopungua 300. Na mawe 300 peke yake for those people who are far away from this huko Juja, wale wenye wako kama Western. You can imagine nikikwambia nataka 400 stones, but it also depends with the size of your house. This house itachukua over 400, hiyo ndio mzima. You can imagine client mwenye ako mbali, let's say ananunua mawe 70 bob, that is 28,000. Na hiyo ni pesa yenye huko umepangia. So those are some of the things that you need to know. Hizo ndio vitu zinafanyanga mkisikia mtu akiuliza 3 bedroom house itachukua how much, tunasema 3.5. Inakuanga imechukuliwa na pesa ndogo kama hiyo. Haya vents. For example, this house I have requested client alete vents. As much as these windows have vents, but they are not reliable, yenye mimi nitakaa na nisema dirisha yetu iko na vent, there is no need. Sawa. So lazima pia hizo vents zitakuja tupange vizuri. They are also beautiful. Sisi tunatumia zile za concrete. Kuna zile za plastic, but for me I prefer zile za concrete. Sawa. So this is our house. Maybe I show you these windows also from outside. These are big windows. Zile zenye watu walikuwa nauliza, na hiyo dirisha yote. Those are the windows. Hiyo imeshakuwa fitted hapo. Alafu hii pia imeshakuwa fitted hapa. Alafu hapo pia dirisha imeshakuwa fitted, as you can see. Very amazing. Kazi hapa inaendelea. Now, a big question is, kazi gani tunafanya ile yenye mimi huwa na quantify nasema this is called plastering. Fitting of these windows,
doing this infills, kujengea hizo infills zote. Alafu, but before we start plastering, we always have this process ya piping yenye hatujaanza plaster, yani plastering ndio tunaelekea hapo, but sasa for preparing to start our plastering lazima hizi hizi mashimo mnaona zimechimbwa, zichimbwe hivi zote, tuweke venye zimechimbwa, wa maji aweke, wa stima aweke, ndio plastering ikikuja unafunika yote. So piping and plumbing, the initial stages, we call them piping and pointing. It's supposed to be done before plastering, and then wiring will come later. Ile sasa wire zinaekwa na fitting na nini, hizo zinakuja after plastering. Alafu finishing, after now finishing is done, we go to a stage called lighting. Mahali mataa sasa zinaanza kuwekwa hapa. But remember, the plan starts now. Sawa. So this is our sitting room. As you can see, very amazing. Roof ishafanyika, madirisha zishaekwa. You can now see our house. You can imagine if this window was small na hii pia ikuwe ndogo, now you have a big sitting room. So the bigger the sitting room, ensure the bigger your windows, so that you also work on lighting. Sawa. And then on this side we have a window there. Hizo nza huko kwingine, I'll be showing you that. We have our dining here. Our dining will be served in terms of lighting with this big window here, a very nice one, very amazing. We also have our kitchen here. Our kitchen will be served with this window. You can see, those who have been following up this project, you can see the house is changing, and it is changing in a way, even lighting. Sasa mabati si iko juu vizuri, and we did a high roof. Now things are changing, kwa sababu ukiangalia hapa hata unaweza fikiria giza iko, si ndio? Because windows zishaekwa, mabati zishaekwa. Now we are going into the reality of this house. Kama mabati haiko, I can't give you a picture of this house na uipate vizuri, but for now you can look at it and see that yes, Isaac, whatever you are saying, it's the truth. Our houses need bigger windows to help lighting. We have a Dobby here with also a very nice window here. Hiyo room inatoshana tu na hiyo dirisha in terms of lighting. Then we have a rear porch here. This place pia mnaona itahitaji, unaona niko ndani ya nyumba. Someone can access this house easily kama sitajengea hapa. So hapa yote I have instructed my fundis that inafaa tujenge yote, tukifanya zile infills ni hiyo space iko katikati ya mabati na hiyo mbao mnaona hapo. So nimeinstruct tukifanya hizo infills tujenge hizi cables pia, hizi cables zote tujenge zifike juu, so that mtu asikue na njia yenye anaweza access hii nyumba na ndani. That is the process of plastering, na kanakula pesa. So if someone will ask me the quotation of plastering this house, I will say our client is supposed to prepare with almost 1 million Kenya shillings. That is including labor. Sawa. Because this house is big. The other houses, 3 bedroom, tunachezeanga 600, 700. You need to know that. And how does that come? Ufanye pointing, ufanye piping, ufanye hizo infills, ufanye plastering. Kwa sababu plastering ni simiti utakuwa unanunua. Those things you are the person buying. Mimi ni labor tu, utakuwa unanilipa. Sawa. So this is our Dobby with also a nice window there. Plumber kwa hapa, mambo ya hapo, floor trap nini lazima ziwekwe vizuri. Sawa. So this is our house, an amazing house, I will tell you. We thank God for the opportunity. Working on such a project is just amazing. Na tunajaribu kuhakikisha tunafanyia client kazi yenye pia yeye ataridhika. Sawa. On this side, let me start on this side. We have a corridor here. We have another corridor on this side. But let's start with this end. This is our workshop. Dirisha yake ndio hii ilitengenezwa hapa vizuri, itakuwa inawekwa hapo. Sawa. As you can see, dirisha ya hapo pia tumeweka nzuri, size nzuri, kwa sababu kiweka ndogo lighting inakuwa issue. Then here we have a bedroom. This bedroom will have more window here. Tulichoma iko, so we have a window here and we have another one here. Because if we don't do
This bedroom itakuwa na giza, but tutamwekea hapo so that they can enjoy the fruits of natural lighting. And then on this side we have a bedroom here. This is a bedroom, it's window fitted already, very nice. Na hii sasa bedroom iko kubwa mzuri kidogo. So ukiona hizi ni vitu tulikuwa tunachora na electrician, tunasema sasa hii nyumba, hii bedroom ikuwe hivi, kitanda itakuwa pale, so tuweke ile switch ya akiingia kitaka kulala na switch off to from that point. That is basically my role on any site, to ensure that we help, we brainstorm na kina client na kila mtu involved tuhakikishe tunapata best. Then we have its washroom here. This washroom will be moving this door from this point to this point. This door mwanzilishi wa ujenzi aliweka katikati, but it's always advisable ikuwe mwisho, so that when it comes to planning, unajua washroom itakuwa, choo itakuwa wapi, shower itakuwa wapi, sink ya kuosha uso iko wapi. All those things we always put in mind when we are doing plastering, ndio isikuje kaanza kusumbua baadaye. We have another bedroom here, very amazing. Hizi dirisha sasa hizi hazikuwekwa kwa sababu masaa ilituacha jana, but pia zitakuwa zinawekwa dirisha za hapa. Dirisha hapa tuliweka a very nice size. We have another one here. Huyu ni plumber ako hapa anaendelea kuweka mapipings hapa. Very essential when we are planning hii mambo ya construction. Sawa. So let me go on this other side so that I also give you a tour of this place. We have a corridor here, a nice corridor. By the way, when I was trying to come up with this corridor, nilikuwa na different ideas, which I thought that maybe client will benefit from it. Nikajiambia, now we have a prayer room here. This is our prayer room. Remember, the soul or the main owner of this house ni clients, ndio? So lazima tumfikirie. So tuko na prayer room yake hapa, iko na enough lighting, madirisha zitakuwa zinawekwa, ziko on board. And then I created this space. This space inasaidia tu kutana, but now remember he's alone. He can decide na aweke, kama hii bedroom yake itakuwa na vitu mingi, anaweza amua aweke hapa. Ukiingia mwenyewe anajipanga, kuna ka space hapa anaweza utilize. Vitu mingi zinaweza tumika hapa, they can utilize here. Sawa. And then we have this bedroom. This is the master bedroom. Those who know the history of this place know that this bedroom was 10 by 10 before we did extension, and it is now amazing. As you can see, it is big, ni kubwa sana. Iko hapa, mambo yake ndio hii, dirisha yake ndio hii. Sasa hapa mambo ya piping ndio bado inaendelea, na tunajua at the end of the day our client will enjoy. Then we have walk-in closet here. This is a walk-in closet or dressing room, inakuwa hapo. So after showering, after taking your shower here, kwa sababu hapa ndio shower itakuwa, mahali maji itakuwa, stima itatembea aje, najua tunapenda maji moto. So watu wangu wa stima na plumbing wanaendelea na hiyo kazi kuensure tunapata hiyo. Sawa. Then a lot of lessons on this house, very nice house. We have learned a lot. There is one thing that I told my client, and I may not repeat on this. He has done everything good, apart from one thing which I don't want to say. But we also have a room to do improvements. If you see anything on this house that you think that we can do to make it better, then we will be glad to hear that. Now, that is the process of plastering. Once we are done with the plastering, that is when I will be doing the ceiling blundering, that is zile mbao za ceiling zitakuwa zinagongwa. The reason why I honestly push for blundering after entire process ya kujenga hizi vitu, sababu huwa inakuwa, unaona ukiangalia hii ukuta vizuri. Let me use this place. You look at this place well, you will realize that hii mawe ni ndogo na hii ni kubwa.
Sasa unaona lazima nifanye plastering zikiwa on the same level, na the reason being hii nyumba nje tulitumia 9 by 9 na ndani tukatumia 6. Sasa huku ni 6 na huku ni 9. Sasa inaleta hiyo difference. Hata zikiwa same, zile mawe mtu amefanya ujenzi anajua azikwangi zinatoshana zote at uniform, kwa sababu zinakatwa at different intervals, and there is likely unapata ziko tofauti kidogo. Sawa. Good people, that is what we are doing here in the beautiful county, Kiambu County, that is Juja. I first also take this opportunity to thank my client for trusting me, because it is only through that he believed that he can give me this opportunity, and I'm glad when it comes on roof. So far so good, I will say that I have met his desires, his ideas. They may not have been met 100% because kuna project mali tulichukulia. I know people can remember to demolish hapa kila kitu na ilikuwa imeenda chini yote, and my client was on the other side just shedding tears because he had trusted someone else in the beginning, na huyo mtu ukapata hajampatia ile kitu alikuwa anataka. But we took it from there, and we thank God as we speak today. As I shoot this video na naona roof yake imefanyika hivi, tuko na mtu wako kwa site, nimemwambia sasa kazi yako ni kuhakikisha unachungulia mahali leakage kako hata kadogo, niambie, so that when we come in for blundering, naambia fundi sasa hapa mlikosea, tufanye hivi, hapa tufanye hivi. Our house is amazing. I don't know if this camera can give you the reality. Look at the height of our roof from inside. Na roof ikiwa juu hivyo, hii nyumba iweze kuwa na joto. Nyumba inakuwa sambamba, yani inakuwa imetulia. Hata ukiingia hapa saa hii unasikia nyumba imetulia, iko baridi vizuri. I'm advising when you do your roofs, ensure you go for high roofs. Ensure you get someone who understand how it is done. Mnaona venye mbao zimepangwa hapa ndani. Similarly, these other parts, it's always essential. Please don't go into repairs. If you go into repairs after the entire process, it's always expensive. For my client, for me, I advised him earlier that the iron sheet he chose. So good people, up to there I say thank you so much. Mungu awabariki. Mungu awabariki familia zenu. Kazi yetu ndio hiyo tunaendelea kufanya. Mmetuona na watu wa welding wakifanya hii. Tulichomea hapa hizi madirisha. Haya, milango ndio niliona. Client alinunua imported doors which pia tutakuwa tunaziweka hapa, and we thank God for that also. Niseme asanteni sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki familia zenu, na ile kitu chochote unataka, just trust God and he will deliver. Our God has never failed us. Good people to say thank you so much. Mungu awabariki. Mungu awabariki familia zenu.